Tukio la kushangaza lililotokea katika ukimya wa alfajiri ya Nevada, mahali ambapo milima ya mawe hukutana na upepo mkali wa jangwani, kwani historia ilichorwa upya kwa vidole vya chuma na akili za bahati nasibu zilizopewa jukumu la kulinda taifa kuu duniani. Hapo katika Tonopah Test Range, anga lilishuhudia tukio ambalo wanajeshi wa Marekani waliliita saa ya maamuzi ya mwanga na kivuli, kwani ndani ya giza la usiku, mwanga wa Brutag uliangaza njia ya kifahari kupitia uwanja wa ndege wa Hill Air Force Base, Utah, ambapo katika mwendo wa umakini wa upasuaji, wapiganaji wa Air Force na wataalamu wa Energy Department, yani idara ya nishati, walikuja wakiwa wamevalia kama makuhani wa zama mpya, wakisindikiza silaha mbili adimu, B6112, mabomu ya mvuto yasiyo na vichwa vya nyuklia, lakini yenye heshima na uzito wa silaha kamili. Hizo hazikuwa bomu tu, bali zilikuwa vizazi vipya vya shetani wa kimya kimya. Mabomu yaliyoundwa kupita anga kwa usahihi wa upinde wa nuru, silaha zilizogeuzwa tangu enzi za vita baridi hadi zama za F-35, ndege adimu inayochora anga kana kwamba ni mfalme ambaye hajawahi kushindwa. Ilikuwa ni Sandia National Laboratories iliyosimama mstari wa mbele ikitoa tamko lao Alhamisi, tamko lililotetemesha vichwa vya habari kama radi iliyolala muda mrefu. Haya ndiyo majaribio ya kilele, muhuri wa uthibitisho kwamba kizazi kipya cha B6112 kinaweza kutegemewa wakati anga na ardhi vinapohitaji ulinzi wa mwisho. Mwisho wa kunukuu. Maneno ya Jeffrey Boyd, kiongozi wa ufuatiliaji wa B6112 na 30, yalikuwa kama baragumu la ushindi, huku akihesabu juhudi za miezi na miaka. Alisimama akiwakilisha timu ya wanazuoni na wanajeshi walioungana kwa dhamira moja ili kuhakikisha F-35A haitakuwa tu ndege ya karne, bali mkutano wa mwisho wa kiteknolojia na uwezo wa kizuizi. Muda mfupi kabla ya mawio, kamera za maabara zilinasanisha hatua kwa hatua safari ya mabomu hayo. Tuliona jinsi mabingwa wa kiufundi walivyoyasogeza kwa mwendo wa kimya kimya kama kuhani akibeba hazina takatifu. Tuliona jinsi milango ya silaha ya F-35 ilivyofunguka pole pole kama simba anayefungua taya kabla ya kushambulia. Hiyo ni sauti iliyonaswa na kamera, ikiwa ni ishara ya kuijulisha dunia uwezo wa ndege hiyo. Kisha kwa kishindo cha upole lakini chenye mamlaka, ndege hiyo iliinuka juu ya anga la Utah ikielekea Tonopah, ambapo majaribio yalichora historia mpya huko. B6112 liliachiliwa kutoka kwa F-35A kwa usahihi wa hali ya juu, na wakati lilipogonga ardhi lilitoa ujumbe usio na maneno: ulimwengu ubaki macho na teknolojia hii haichezi. Kwa zaidi ya miaka 50, familia ya B61 imekuwa uti wa mgongo wa nguvu za kizuizi za Marekani na NATO, kwani mnamo Disemba iliyopita NNSA ilikamilisha mpango mkubwa wa kuongeza maisha ukirefusha huduma ya B6112 kwa miaka mingine 20. Kazi hii ndogo ilimaanisha kubadilisha sehemu za zamani, kutengeneza upya vifaa visivyo vya nyuklia, pamoja na kusarifu teknolojia ya awali kuwa silaha ya kesho. Huku kwa upande wa jeshi la anga, B6112 lilichukua nafasi ya B61-3, B61-4 na B61-7. Ilikuwa kama mfalme mpya anayekalia kiti cha enzi baada ya vita ya kizazi. Tail kit mpya ya Boeing, ujumuishaji na ndege za kizazi cha 5 na bomba B2. Spiriti zote ziliifanya silaha hii kuwa kifaa cha kimya kimya, lakini chenye meno makali kuliko awali.
Majaribio hayo yalifanyika kabla ya Rais Donald Trump kutoa tamko lenye vuguvugu kali katika mitandao, akidai kwamba Marekani inapaswa kuanza tena majaribio ya nyuklia kama ilivyo kwa mataifa mengine, kwani kauli hiyo ilitikisa midahalo, ikichochea hofu ya kupinduliwa kwa moratorium ya zaidi ya miaka 30. Lakini Chris Wright, waziri wa nishati, alituliza maji akisema, ndio tunafanya majaribio ya mifumo midogo ya silaha mpya, lakini hakuna mlipuko wa nyuklia. Hakuna kurudi nyuma kwenye mlipuko wa majaribio, alisema kiongozi huyo.